afisa mdhamini hapa alieleza, lakini na mimi naomba niwaeleze wananchi wenzangu wa mkoa huu wa Kaskazini Pemba, kwa wale wasiojua historia ya zao hili la karafuu, naomba niwaarifu kuwa zao la karafuu limeshatimia zaidi ya miaka 200 hapa Zanzibar, na ni moja kati ya zao kongwe barani Afrika. Kwa wanahistoria wanatukumbusha kuwa karafuu iliingizwa Zanzibar katika mwaka 1818 chini ya utawala wa Said bin Sultan kwa majaribio, na baada ya kuonyesha kuwa inastawi vizuri, utawala wa wakati huo uliamua sasa kulifanya kuwa ni zao la biashara. Upandaji rasmi wa mikarafuu ulianza mwaka 1821 na 1829. Karafuu ilianza kuuzwa nje ya nchi na kuifanya Zanzibar kutambulikana kimataifa kama kisiwa cha karafuu au kisiwa cha viungo, Spice Island. Miaka iliyofuata karafuu iliongeza umaarufu wake kwa vile Zanzibar ilikuwa ni nchi ya pili duniani kwa uzalishaji na usafirishaji wa karafuu, kiwango kikubwa kilichowahi kufikia kwenye mavuno ya karafuu ilikuwa ni tani 31,000. Hata hivyo, karafuu kwa muda mrefu imekuwa ikipungua uzalishaji wake, ingawa hatua mbalimbali zimekuwa zikichukuliwa na serikali yetu kuhakikisha kuwa zao hili linabaki kuwa zao kuu la kiuchumi kwa taifa, na pia ni njia kuu ya kiuchumi kwa familia zinazomiliki mikarafuu au zinazokodi mikarafuu. Kwa sasa wastani wa uzalishaji wa karafuu ni tani 4,000. Tumeona hapo pana gepu kubwa sana kutoka tani 31,000 mpaka sasa tuko kwenye tani 4,000. Kwa hiyo niendelee kuambia, mdhamini ameeleza mengi sana hapa. Tusipokuwa makini tukalilinda zao letu hili la karafuu, zao hili litakuja kubakia ni story tu, itakuja kubakia ni historia kwa wale ambao tutawaacha. Kwa hiyo niendelee kuambia wananchi wenzangu wa mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba, kila mmoja awe ni mwalimu kwa mwingine, na tumeona mikarafuu inaendelea kuhujumiwa katika maeneo yetu. Kumekuwa na ukataji ovyo wa mikarafuu, inatumika kwa kuni, inatumika kwa kujengewa, inatumika kwa kupigiwa tanu na kugeuzwa mkaa. Niendelee kuambia wenzangu, kila mmoja awe mwalimu kwa mwingine. Tushikane mkono, tuelimishane kuweza kurudisha zao letu hili la taifa, zao la karafuu. Mheshimiwa DC alisema kila mmoja tuwe na utamaduni wa kupanda miti, ikiwemo hii miti ya mikarafuu. Tutakapofanya hivyo, mikarafuu tumeirisi 1818, si hata tulikuwa hatuna tamaa kama tutakuja duniani, kweli si kweli? Na leo hii tunaendelea kuirisi mikarafuu. Mikarafuu hii tayari ishakuwa mikongwe. Kwa hiyo tufanyeni bidii ya kupanda tena, kuitunza na kuilinda mikarafuu, ili mwisho wa siku zile tani ambazo zilikuwepo mwanzoni ziweze kurudi. Dr. Mwinyi oye! Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa huu wa Kaskazini Pemba, karafuu ni kielelezo cha urithi wetu na ni sehemu muhimu sana ya historia ya Zanzibar kiuchumi na kijamii. Azma ni kuibadili taswira ya karafuu katika uchumi wa kisiasa kwa kuanzisha na kutekeleza mambo ambayo yataifanya Zanzibar kurudisha hadhi yake na karafuu kuendelea kuwa kielelezo muhimu cha kuitangaza Zanzibar kitaifa. Kwa hatua ya kwanza
ni kuifanya jamii kuelewa kuwa karafuu ni falsafa ya kiuchumi kwa Zanzibar, na kwamba kila mmoja wetu ana jukumu sawa la kurudisha hadhi ya karafuu na kuenzi historia ya Zanzibar kwa kupanda mikarafuu mipya na kuondoa mikarafuu mikongwe. Na hiyo mikarafuu mikongwe tukitaka kuiondoa lazima tufuate taratibu. Usije ukasema na mkarafuu wangu mkongwe na kwenda kukata kwa sababu nimeambiwa niondoe mikarafuu mikongwe. Hapana, mpaka idara husika ije ijiridhishe kweli huu mkarafuu ushakuwa mkongwe, hauzai tena, umekauka, ndio pale taratibu nyingine zifanyike. Na katika jambo ambalo naendelea kuchukia ni kukata ovyo mikarafuu. Siku zote nakuwa nawaambia wenzetu wa ZSTC, sheria zile ambazo zimewekwa tuzifanyieni kazi, tusionee muhali. Anayekata mkarafuu anahujumu uchumi wa nchi yetu. Tusikubalini uchumi wa nchi yetu ukahujumiwa. Sisi serikali za mkoa pamoja na wilaya tunatambua kuna masheha katika maeneo yetu. Masheha, niendelee kuwaomba na mupo hapa, tushirikiane na jamii yetu kuwaibua wale wote wenye vitendo viovu vya kuhujumu uchumi wa nchi yetu.